The Akamba community in unison have come out to defend their son, Wiper Party leader Kalonzo Musyoka. Speaking during a function, Machakos Governor Wavinya Ndeti told President face to face that enough is enough. Wakati ya kuchukulia Wakamba wa mafala imeisha. That now the Kenya Kwanza government must respect itself and respect the people of Ukambani. Saying that they are now coming. It seems they want to bring development projects to Ukambani 3.5 years after the general election of 2022. In such a way that they want to sweet talk Kalonzo Musyoka to join them and form government come 2027. Saying that hiyo ujinga hawatakubali. Listen to her. Mheshimiwa Kalonzo apatiwe heshima bwana. You know, some of you take his goodness for granted. You take his calmness for granted. You take his diplomacy for granted. You take him being peaceful for granted. Yani mnamdharau tu kwa sababu yeye ni mpole, yeye abishani na mtu, yeye hapendi kelele, mnasema mnamchukua tu hivi hivi. Wacha niwaambie. Maini inakunyonga kwa sababu unafanya nini? Maini inakunyonga kwa sababu unafanya nini? The liver chokes because you despise it. Kuna watu viongozi hapo wanabeba Wakamba ufala. Wakati wa kubeba Wakamba ufala umeisha bwana. Wacheni kutubeba. Lakini tumetosheka na nyinyi kutukanyaga. Wakati wa kukanyaga Wakamba umefanya nini? Umeisha. Sasa wacheni tukanyagane basi. Mnakuja mnatuachia maneno mnaona sisi ni washenzi. Wakamba sio washenzi. Hapa tuko sawa. Hakuna ati wale wanajua kuongea kushinda wale wengine. Ni vile tu wengine kama sisi tuko na heshima na tunajibeba na heshima zetu. Lakini kikuwa mbaya inakuwa nini? Kama mbaya and watch the space. The city of Kenya is coming back to Ukambani. At that particular meeting or that particular forum, the deputy governor also for Machakos County, Mwangangi, also told the president that when he came to power as the Kenya Kwanza government, President Uhuru Kenyatta, the fourth president of this Republic of Kenya, had united Kenyans as one people. That when President William Ruto came, there are a large number of divisive or divisions in terms of political lines and tribal lines. And he urged the government that before they being checked out come 2027, they leave the legacy of uniting Kenyans. That the political temperature in this country now is far beyond what Uhuru left. And the Kenya Kwanza government have to take and bear all the responsibilities. Here is it. Tunaomba a section of Kenya Kwanza leaders, tafadhalini mkikuja Ukambani muheshimu jamii ya Wakamba. Sisi hatutaki matusi. Sisi kamwe hatutaki matusi, tunataka heshima. Na mulichukua nchi ambayo ilikuwa na amani, nchi ambayo ilikuwa imeungana, nchi ambayo Uhuru Kenyatta alikuwa ameleta kila mtu pamoja. Tafadhali imebaki mwaka mmoja muende nyumbani. Msiache nchi wa Kenya wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Also to add on that message to the State House, the former Machakos Town MP also highlighted something, saying that alipewa kazi na William Ruto and he rejected it simply because hataki kufanya kazi na serikali ya wakora. The Kenya Kwanza government have always used the Akamba community kama hawana kazi
that this time round, the Akamba community will rally behind their son, Kalonzo Musyoka, to win the presidency come 2027. Saying that the Akamba community are very humble people, respectful. That is why you never find Akambas or Kambas wakitukana na viongozi. Wao wamelelewa kwa maadili mema and they respect the leadership of the day. Here is this clip. Listen to it. Ndiale tudharau pale Kitui akasema uongo mingi sana. Na tena akatukana Wakamba na akatukana Kalonzo. Uwezi sema ati Wakamba ni watu wa Pomwe na Betwe. Mimi leo kwa sababu unajua hiyo neno wewe hukujua. Uliambiwa na Mheshimiwa Kawaya akakwambia waambie Wakamba Pomwe na Betwe na ije ati Twenjangendu. Mimi nataka nikwambie maana ya Pomwe na Betwe. Unataka nimwambie Ruto? Pomwe na Betwe inamaanisha sisi Wakamba tumeamua wewe ni one term. Hiyo ndio maana ya hiyo. Sisi Wakamba tunaogopa Mungu sana. Na sisi si wafisadi. Sisi si wazi. Sisi si kama nyinyi mnaibia Wakenya mali ya Wakenya. Ndio tunasema tukisema sisi ni Njangendu. Sisi ndio tunafaa kuongoza hii nchi. Kwa sababu nchi yetu imemalizwa na ufisadi na corruption. Stephen Kalonzo Musyoka, yeye si mufisadi, yeye ni mtu ya amani, yeye ni mtu si wa corruption. Tunaona serikali yenu ya Kenya kwanza ni ya corruption. Kwa hivyo Njangendu tuemini ile toyoya. Kanati akamati toyoya ile. Ya tatu. Nataka nikuelezea wewe William Ruto. Sasa umemaliza 3.5 years being president. Saa hii after 3.5 years ndio unakuja Ukambani kuanza kutangaza mambo ya maendeleo. Ulikuwa wapi 3.5 years? Tumekuona sehemu zingine umeenda mara 20, mara 30. Lakini wewe unakuja kutuchekelea hapa na kutupatia fake promises. Mimi William Ruto nakuambia uache kudharau Wakamba. Na sana sana uache kudharau Kalonzo. Huyo Kalonzo unadharau, siku moja utamsalimia kwa heshima. Wewe unaonea Wakamba. Saa hii, yesterday ukiangalia jana, Mercy Wambua, CEO wa Administration of Justice, Ombudsman, she's a lady from Kamuthanga. Amefutwa kazi. She's a CEO. That is the 8th Kamba to be sacked during President Ruto's presidency. Ola waambe wabutiwe eto wamutia mbai.